nipige busu msafirisho ili mimi niamini kama mimi ndo mke wako pekee kuliko wanawake wote duniani. Haya, nisafirishe. Wahenga waamini macho yao. Ningejua huja mwisho wa safari, na nisingefanya ikisha kukuta ajali. Ningejua wajibu wangu, nisingekutana. Hey mama, nashukuru kwa kunipa mtaji. Angalau sasa nimefungua kieneo changu kidogo. Kama kigenge. Kulikuwa mama mwenye nyumba hapa karibu na nyumbani kwangu ndo kanisaidia ili eneo. Kwa hiyo nimeweka genge hapa. Kwa angalau unapata shilingi 2-3, maisha mengine yanaendelea. Yaani acha tu mamaangu. Karibu. Wewe lini? Huoni kama kuna mteja hapo bado unaongea tu na simu? Afu tutakuja tutakosa hela utaona Mungu mbaya. Hebu inuka kama unamhudumia mteja. Mama, ngoja ninakupigia, ngoja nihudumie mteja mara moja. Haya. Vipi? Umeonaje lakini huduma zetu? Ni nzuri. Nzuri Sasa hapa ninavyokuambia, yani ile genge ndo kwanza jipya, mambo ndo kwanza yanaanza. Kila tunavyozidi kuendelea utakuja kuona vitu vizuri zaidi. Ukiulizwa sema hapa ndo kwa Mdeme. Yani kwa kifupi mambo ndo lele, yani mambo ndo kwanza yanaanza kuchangamka. Karibu sana. Okay. Asante. Hivi wewe hujisikia aibu? Yaani pamoja na mambo yote ambayo tumepitia mpaka yamesababisha tumeingia kwenye umaskini wa kutupwa kutokana na ujinga wako, bado hujajifunza kitu? Hivi una matatizo gani wewe? Wewe lini una akili kweli? Sasa mimi hapo kosa langu liko wapi? Mimi si nilichokifanya tu ni ukarimu wa kuwakaribisha vizuri wateja wetu, au kulikuwa na shida gani? Kwa ukarimu gani ulioufanya wewe? Au malaya tu ndo unaokusumbua? Ulikuwa unapanga vitu hapo vizuri tu, lakini ulivyomuona huyo binti ukajidai sasa unataka kulinda brand. Ili mimi sasa nionekane ni mfanyakazi wako, wewe ni tajiri. Si ndio? Una lolote wewe. Mimi najua wewe wivu tu ndo unaokusumbua. Embo kwanza nipe na ndizi yangu. Tangu asubuhi hamna kitu unachokifanya na hii ndizi imekuwa ni mara ya pili unakula. Sitaki ujinga kwenye biashara yangu Mdeme. Umenielewa? Usije ukanitia hasara bure. Shule inayofunza mema na mabaya ndo dunia. Wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wamo. Hii ndo dunia bwana. Yaani mpaka unaona mimi nimeamua kukichukua chombo na kukileta hapa. Basi ujue nimeshaoza. Na hivi ninavyokuambia sasa. Yaani tukisharudi tu Dar es Salaam, nataka nizungumze na wazazi wake, tuyamalize kabisa kwa sababu mwisho hatakuwa vizuri. Nataka tuyamalize, tuyaweke sawa, and then nafanya michakato yote ya harusi, kikosi kinaingia ndani, tunaweka chombo. Wacha.
naoa. Au nakurupuka mama yangu ikichombo, labda kuna namna hivyo hujakielewa. We, Kazuri kama nakaelewa vizuri sana. Yaani msafi, nyumbani anafanya usafi wote, anafagia, anaosha vyombo. Yaani wewe acha mwanangu, sio nikwambie nini. Yaani mzuri wa kila kitu. Nimempenda bure. Na wewe mimi ndo nakuamini. Mimi mzee bwana, samahani usichokuambia mmeo. Mimi baba, kuna namna watu napishana hapo. Bwana kashazoea, kuna pigo zake hizo yeye anazitakaga ndo hizo. Lakini sasa huwa tunaongea lugha moja kwa sababu anajua vitu vyangu ninavyovitaka. Na ngoja. Ka prince yaka. Unakaonaje? Mwanangu, poa kama yako. Imefana na corporate kabisa. Ile copy kabisa. Hajatuibia kabisa. Unajua mama, kiukweli kuna namna safari natakiwa nijikaze sana. Unajua ndoa yangu ya mara mwisho imechukua muda mfupi. Na ndoto zangu mimi huwa napenda nikiwa na mwanamke nitulie naye, nikae naye pengine mpaka mwisho wa maisha yangu, kama ambavyo umeenda wewe na baba yangu. Kwa nilikuwa naomba sana, dua zako ni muhimu. Katika ile jambo kama kweli naliazimia kulifanya, usiniache kwenye maombi mama yangu. Waniue tu. Hiyo kipindi kile mnakuja mnasema mwache, sio nini mchukue mkeo. Nilikuwa na wamaindi, niliwaheshimu tu kwa sababu ni wazazi wangu. Sasa ngoja tufanye kitu kimoja. Naonaje tukaite kidogo hapo tukaone makatwalk yale ma movement na nini, kama vitu vipo nini. Sasa. Ma prince. Lete maji. Unasemaje? Mwanangu umechagua. Yaani kama dondo la kao na asali tamu. Naoa mimi, manyanya naoa ikichombo, naoa. Kaka wanakuona unamchukua mkwe. Ila kucheka. Ino dunia. Huku tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye. Ino dunia. We binti, uko hapa? Shikamoo. Marahaba. Mudi nimemkuta? Hayupo. Ametoka. Ameenda dukani mara moja. Haya. Bitausi. We Mudi, usi mwanafunzi huyu. Hivi unapata wapi ujasiri wa kukaa na mwanafunzi ndani? Una hatari wewe Mudi wewe. Asa Bitausi, mimi si teacher. Haya, unautisha gani wewe Mudi? Umeishia darasa la pili. Yaani wewe ni mbumbumbu, hujui chochote. Unamfundisha nini wewe mwanafunzi? Mudi una hatari wewe. Unacheza na serikali. Bitausi, sikia.
Yaani usitaki kabisa kunifuatilia maisha yangu. Ni shida saa pili, ni si shida saa pili. Haya ni maisha yangu mimi. Hayakuhusu. Kuja kwangu kwako pale kilabuni kununua pombe haimaanishi mimi na wewe tushakuwa mwanafamilia na unaweza kunikosoa katika kila mpangilio wangu wa maisha. Si unanielewa? Alafu Bitausi, nikwambie kitu kimoja. Hivi mfano wewe ungekuwa mwanaume kama mimi, alafu kitoto kizuri kama hicho kidogola kinajipitisha mtaani, utashindwa kukikamata? Utashindwa kukikamata na kula raha zako? Sasa sikia, mimi niache na maisha yangu. Niwe teacher nisiwe teacher haikuhusu bibie. Upo? Unikome. Mimi najua kilichokuleta. Kwa hiyo tumalizane kabisa hapa. Unakuja kunifuatafuata, umekuwa mjumbe, umekuwa mwenyekiti. Wewe mwa mtu mzima, wewe nikupeleke wapi kama sio kunifundisha uchawi? Sasa hivi mimi nikumwenda kutafuta vitu vidogodogo vizuri vizuri vikina Debora kama hivyo na jilamba zangu. Sitaki kunifundisha uchawi bibie. Mudi. Ili jambo ni zito, siichukulie masiala. Utakuja kunikumbuka. Nipo hapa. Mudi, nganganga na. Hilo jitulizima mimi nikupeleke wapi wewe? Kazi ya wivu kufuatilia maisha ya watu na kuhusu. Sasa nikwambie kwa taarifa yako. Teacher anakwenda kufungua tusheni. Teacher Muzungu paka la baa hilo. Mtu mzima wewe sikutaki. Manyanya, unajua mimi kuna kitu kinaniuma. Yaani mimi hata sikuelewi haki ya Mungu. Yaani kitendo cha humu ndani kuingia Violet, mkaanza sijui kuongea, mimi kimeniumiza. Na kila nikiangalia sura zenu ni kama bado vile mnapendana. Kwa sababu haiwezekani mtu mwe mmeachana awe anaingia ndani bila taarifa zozote na anajua kabisa una mke wako. Mimi naomba uniambie kitu kimoja. Kama bado unamtaka wewe mwanamke wako, ili na mimi nijue nafasi yangu. So mimi naonekana tunapoteza muda hapa, afu kumbe unipendi. Maana unaniambia, mimi nakupenda wewe peke yako, sijui uko peke yako, wakati hata ile kunikisi tu umenikisi kwa tabu. Usoni nilikuwa nafurahi ukajua labda nilipenda. Mimi nilikuwa naumia. Ila tu nilikuwa najipa moyo madi nisijitie pressure. Mimi naomba uniambie. Unanipenda mimi au unamtaka mwanamke wako? Listen mama. Kuna kitu kimoja ambacho ni lazima ukielewe. Yule mimi alikuwa mke wangu, lakini kwa sasa si mke wangu tena. Kile kitendo tu cha kumpa talaka, maana yake ni kwamba tumeshavunja ule mkataba wa kuwa pamoja. Na hakuna namna yoyote itakayotufanya tuendelee kuwa pamoja. Na hata kuingia kwake humu ndani, sio kama nilimuita. Ni yeye mwenyewe aliingia kwa sababu alikuwa anataka aondoke. Kwa anasema kaja kuniaga. Na hata ambacho tulikuwa tunazungumza sio kama nilikuwa nampa ushirikiano. Nilishindwa kumfukuza kwa sababu tu za kibinadamu. Kwa sababu hatuna ugomvi. Na hata ulivyokuja kuna namna uliweza kuniona pia natoa ushirikiano na wewe. Kuna kitu kimoja pia lazima ukielewe Mati. Kwenye psychology ya wanaume kuna namna unatakiwa unielewe mimi pia. Kwamba wanaume tunapoamua kumpenda mtu basi ujue tumemchagua. Kwa hata wewe kukuchagua kwangu sio bahati mbaya. Ni kwa sababu nimekupenda kweli. Na wewe mwenyewe ni shahidi.
unaweza kuona kwa jinsi ambavyo ulikuwa unaitingisha ndoa yangu kipindi ambacho bado niko vizuri na mke wangu. Itakuwa sasa hivi kipindi ambacho siko naye tena. Kwa hakuna namna yoyote ambaye anaweza kukuzidi. Naomba ujiamini sana kwa hilo. Na labda tu nikuhakikishie, hakuna mwanamke yoyote, narudia tena kwa herufi za kikubwa, hakuna mwanamke yoyote ardhini na mbinguni anayeweza kuchukua nafasi yako saizi. Mimi nimetekwa, nimetekwa na mapenzi, nimetekwa. Mengine sasa, kabla sijasahau, swala ya msingi haya. Unachonidai sasa hivi ni kitu kimoja tu, ndoa. Na nimeshazungumza tayari na wazee, wamebariki 100%, wamekupenda. Tena sasa mama amesema alikuwa anataka eti tumuache eti Prince. Anasema bwana, huyu mjukuu wangu niachieni bwana, nyinyi mkienda huko mtachakalika, mtapata mwingine mfanye maisha yenu. Nikamwambia kadogo sana kama mama saizi, ngoja akakue alafu tutawaachia sisi tutafute kingine. Kwa hiyo sasa hapa mami, tunatakiwa mapema sana turudi nyumbani. Kwa hiyo kesho tuondoke kwa ajili ya kuweza kufanya saa maandalizi ya hilo tukio lenye la harusi. Na vile wazazi tutawaita baadaye, baada kumaliza kila kitu. This time sitaki masihala. Kweli? Sitaki masihala, lazima ning'oe ngoma. Yani nakuoa mchana kweupe, nakuoa. Mimi nakupenda. Nipe hesabu ya kukokotoa, tuishi milele, jibu nikipata. Nipe hiyo tamu tamu, nikupende wewe tu. Tamu tamu. Chris Bando ni kitonga mno. Oya. Yaani ukiwa na line ya Halotel tu unapata GB 10 kwa gharama 10,000 tu na kuendelea. Lakini pia usisahau GB 10 hizo zina uwezo wa kudumu kwa muda usiyepungua miezi 8. Sisi tunamwamini. Wewe unasubiri nini? Utaratibu uko hivi, unalipia then ndio unaungwa. Kwa uaminifu mkubwa jamani. Chris Bando ana namba 4 lakini sisi leo tutatumia namba 2 tu. Hizo namba ni hizi. 0717 04 80 48. Then utapiga tena kwa namba nyingine 0785 73 63 61. Make sure jina linatoka Christopher Ruoga. Jamani, Chris Bando ni hivi. Kitonga mno. Huku tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes. Get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone. Utanishukuru baadaye.
niliitaga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia ino dunia, dunia ino dunia. Yeah, ino dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo, kurudio munachelewa, nyamuwezi elewa. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia